DJ Madi mtu hatari. DJ Madi mtu hatari. Doa doa, maisha yao wametia doa. Doa doa, acha kajitia doa. Doa doa, maisha yao wametia doa. Mpaka ukamchukua yule jamani. Una akini hivyo kuumiza mami. Pole. Pole mwaya. Lakini dada mimi sitoki naye. Utoki naye kweli akikupiga jamani? Mimi sitoki naye, tulikutana tu mara moja njiani. Ilikuwaje? Yeye aliniomba kama unavyojua. Tumeenda tumemalizana huko. Sasa tumekutana njiani na nilazimisha tuondoke, mimi ndio hivyo, ndo kanipiga. Kwa lakini kuna tu kumalizana ndo akupiga. Angaliaga lakini na wanaume wengine mdogo wangu. Mpaka unaenda kutoka na wavuta bangi, eh? Ingekuwa libaba hapo. Hata asingokukuta haya yote. Lakini mimi sitoki naye na sina mahusiano naye, ndio maana yani siku nyingine mdogo wangu atakuja kuumize. Watakupiga mabeto ufe jamani. Yaani mimi umeniuzi kweli. Tabia gani lakini kila siku nakufundisha, mbona unielewi? Ona akini pole mwana. Pole. Lakini mimi sitoki naye dada kweli. Mdogo wangu wewe makini kuangalia watu wengine sawa? Pole, haja kuumiza kweli mguu. Mungu kanimenya na pole. Pole, pole, pole. Taratibu pole. Jamani. Pole. Unauma sana. Unauma huko. Pole na wanaume wengine. Yaani huu ni ukatili kabisa wa kijinsia. Na nchi yetu haikubali matukio kama haya. Lazima tutaenda kumshtaki kwa mwenyekiti. Tutaenda. Dada dada usifanye hivyo mamangu. Yaani mimi huwezi kuniambia kitu nikakuelewa kabisa. Huwezi kuniambia kitu nikakuelewa. Yaani tukio kama ile kufanyia afu muache. Tukiachekea ama tukio atakuja kuendelea siku nyingine atakukuta akupiga visu ufe. Mimi sitaki hayo matukio. Tunaenda kwa mwenyekiti sasa hivi. Tutaenda kujulikana huko. Sitaki kusikia kitu. Nimefunga mjadala. Sitaki kusikia kitu. Sasa dada lakini ngoja sitaki kusikia kitu. Yaani nyamaza kimya hapa, tunaenda wapi? Kwa mwenyekiti. Tunaenda kuandikishana huko kwa atajua ajui. Matukio kama haya siku nyingine kakufanyia leo, kesho atamfanyia mtu mwingine. Yanaruhusiwa katika nchi matukio kama haya. Kwa hiyo unafurahi ulivyoumia. Ona hii sura ilivyoharibika hivi. Kweli lakini, eh? Sasa dada lakini ngoja nikwambie. Fanya tunaenda kwa mwenyekiti. Akija kujua nini? Akija kujua zaidi ya hivi. Dada, ndio nakwambia tutaenda kwa mwenyekiti, tukitoka hapo tutapelekana huko mbele. Hapa kwa mwenyekiti tunaenda. Huwezi kuniambia kitu nishindwe kwenda. Tutaenda. Ukatae kubali nitakunyonyoa juu tutaenda. Chechemevu na kiguu chako. Ona hicho kiguu kaa hapa ndani ili waje. Siku nyingine kukuta kachoma visu. Nani anayekamatwa kama sio mimi? Mwache, mada ishaisha mwache. Hapana, hapa hatuwezi kuelewa. Tutaenda. Hebu ona hivi lakini ona akiniasha hivi kweli. Ona nakugusa tu unashtuka mguu na kuuma. Sasa unaniambia nisiende huko. Kweli? Kwa hiyo unafurahia, ona hii sura, ona. Jicho lilivyokuiva mama mtoto, eh? Mikono. Pole. Umekoma naye ushindwe. Shaumia hapa lakini bado tena uliziki. Usiende kumshtaki, umekaa hapo chini. Unajisikiaje na maumivu hayo? Tunaenda kwa mwenyekiti. Tunaenda atuendi? Mimi naogopa. Tunaenda kwa mwenyekiti atuendi? Tunaenda. Tati wewe tati. Kaka, hapa unavyoniona nimekuja kwa ajili yako. Ila nilipotoka matatizo ni mengi. Shika ndizi kwanza. Naona nilipitia kwa mama Suwema. Wakati narudi nikapitia kwa mwenyekiti. Sasa pale nimekutana na vurugu ambayo sijawahi kuiona. Kumbe ndugu yako ana matatizo kiasi hiki. Kuna matatizo nimeyakuta ambayo vurumai haitoshi. Mdogo wako ana matatizo bwana. Sasa uongee na mdogo wako. Umwambie kabisa wale watu wamepanga baya sana kwa mwenyekiti. Mimi nilikaa nikiwasikia mwanzo mwisho. Mdogo wangu Jonibo au nani? Huyo mimi nitamzungumzia nani? Jonibo anafanya hapa kunakuwa sasa shida. Kaa na mdogo wako uongee naye kiutu uzima. Wewe mtu mzima bwana Pompa. Mimi naye tunakaa siku zote hizo. Lakini mdogo wako sasa hivi ameyatibua. Sasa umeelewa? Jonibo huyu namjua mimi. Huyo nitamzungumzia nani? Ngoja. Kwa hiyo ile issue ni serious eh? Mimi sikujua kwamba nini kilichotokea nyuma. Lakini nilipofika pale nikawa nasikiliza, mwisho wa siku ndio nikasikia kwamba anaonekana ana ugomvi na mwanamke.
Kwanza nashukuru kwa kuweza kuacha shughuli zako na kukubali wito wangu kuweza kufika hapa. Usijali, mimi ni mwanamke, lazima niwe na heshima kwa. Kama nimeweza kusikia wito wako na kuja hapa kusikiliza. Karibu kusikiliza. Nafikiri nisipoteze muda. Kwa jina naitwa Profesa Kwame, afisa mikopo. Tanzania nzima ananifahamu. Hata wewe ukihitaji mkopo, nakupatia. Profesa Kwame, afisa mikopo Tanzania nzima ananijua. Hata wewe ukihitaji mikopo, swala dogo sana. Asante. Mimi na kwa majina naitwa Majei. Nipo tu, sina misho yoyote, japo nilisomeaga unesi lakini sikuendelea tena. Nipo tu sasa hivi napiga misho za hapa na pale, hivyo siku zinaenda. Okay. Useme mambo ya unesi. Okay, mimi nashukuru kufahamu na kwa kifupi kuweza kufahamiana. Lakini lengo kubwa ambalo nimefanya nipite hapa, Majei. Moja tangu nimeonana naye siku ile, yaani nimefanya akili yangu wakati wote nakuwa nakufikiria na kukuwaza. Kiukweli moyo wangu umetoka kukupenda sana. Naomba unipe nafasi katika moyo wangu. Sawa, nimekuelewa. Lakini nakuomba kitu. Kwa leo sitaweza kujibu. Kwa maana hapa inabidi nione kuna ndugu yangu amekuja ameacha pale nyumbani ni mgonjwa. Inabidi niende nikamsaidia. Najua mpaka sasa hivi hajaelewa hajafanya nini. Kwa nakuomba niende nikamsaidie. Kesho mimi nitakukoa ili tujikane. Lakini Majei, jibu utakalonipa kesho na jibu ambalo utakalonipa leo, sidhani kama naweza kuwa na tofauti. Kwa nini jambo tusilimalize tu hapa afu kuondoka ndio hapo? Sawa, sijakataa, lakini inabidi niende kama nikamhudumie. Kesho mimi nitakupa jibu vizuri. Kwa sababu ndio kwanza umeniambia, sijafikiria chochote, hatufahamiani vizuri. Sijakufikiria, wewe ndio kwa unifikiria mimi kwa. Mimi nikufikiria hiyo sio sawa, kesho nitakujibu vizuri. Okay, hamna shida. Sasa unajua utakuwa unajua tena kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lazima utakuwa umefanya movement. Alafu unajua sisi hiyo vitu vidogo sana. Hii itafanya nauli na nini? Lakini nategemea kupata jibu lako kwa na risibili mrembo. Sawa? Sijali. Tutakutana kesho. Haya, basi. Sasa wale wametengeneza picha mbaya sana kwa Jonibo. Uwe makini na kumwelekeza ndugu yako. Haya maisha yatateketea. Kwa hiyo mdogo wangu for chairman, ina maana kutoka kwa chairman is go police. Yaani sasa hivi tunavyozungumza wamepanga muda wote wampeleke kituo. Muda wote defender linakuja. Ukae uongee na ndugu yako kiutu uzima. Wewe ndugu yangu mimi nakuelekeza. Kaa na Jonibo chini. Muelekeze kiutu uzima. Hamna shida. Lakini wale watu sasa hivi wamezamilia jambo baya ambalo sio zuri kwenye maisha yake. Sijui umenielewa? Jonibo amekuwa pasua kichwa sasa. Sema nini mwanangu? Mimi nitaifanyia kazi. Mimi niachie nitaifanyia kazi. Kaka udogo, mimi nitajua na chini vipi. Si ndugu yangu. Ila ongea naye kiutu uzima. Mwambie ile swala lishakuwa baya. Over hilo babu. Hamna shida ndugu yangu. Aja. Mapema hapo. Unajua nimechukua kwa mamasha kwa ajili ya kuwa. Tamu. Tuko pamoja. Sema Jonibo huyu. Wewe ongea naye yule mtoto mdogo, akushindi chochote wewe. Ule mimi tembo ule mkonga unitishi. Ongea naye sasa, mimi nakuaminia wewe mangapi umefanya. Mtoto mdogo atakutisha yule. Kaa naye kiutu uzima sija kafanya watu wakagombana kwa ajili yake. Yaani mimi kama tatizo linatokea kwa sababu mama yangu. Ningemsikiza mama wote asingeondokea. Na nilipopigwa. Kwa sababu ya mama. Nampa shida dawa watu. Sasa sijui anaenda wapi kunitafutia chakula, sijui. Hapa nilifanya juu chini niondoke. Sielewi afisa mikopo nitaenda kumwambia nini hivi ndivyo mwenzenu mimi sielewi, nimechoka sielewi dunia yote inanielemea. Huku shida nimechoka. Bado niondoke. Nikaondoka utasingenikuta. Hapa nitafanya juu chini hata nitoroke.
Najua nikiondoka wote ataisha. So navuka hapa nampa dada yetu shida. Najua nakula nini. Nalalaje. Mungu. Naomba tu nisamehe kwa yote nilomfanyia mama yangu. Najua yote kwa sababu ya mama. Doa doa, maisha yao wametia doa. Doa doa. Yaani sijui hata nianzie wapi. Maana ni shangazi wenye degree zao tumeumbuka mjini mwezi wa Mei. Unanichanganya, tumeumbuka? Yaani tumeumbukaje? Kwani wako dunia ngapi? Yaani tunazidi kunivuruga. Tatizo lako ni hili. Haumuelezaji mtu kitu. Bwana kuna 1, 2, 3. Nyooka nikuelewe kwa urahisi. Kuna litoto hilo la mshangazi limeleta kizaazaa mtaani hapa. Yaani mtaa watu hawapumui kila kona ukipita. Yaani hata Mtoto? Mtoto yupi? Mtoto yupi? Mbona makubwa sana? Shoga yangu unakuwa na umevimba balaa. Kwani wewe hujui kazi ya mume wako anayoifanya? Unatumbua mimacho, ngome nini shida? Hebu tuendelee na story zetu. Shoga yangu. Haiwezekani. Disco liniingia Masai. Haiwezekani hivi naota. Bwana wewe, hebu acha mbwembwe. Ina maana wewe hujui shemeji anafanya kitu gani mjini hapa? Tuendelee na mambo yetu bwana. Lakini ngoja niache kwanza niwe na subira. Tulia. Yaani kama tulivyokuwa tunaongea mpenzi. Kuna zaga limetokea mtaani hapa. Kwani hujalipata? Yaani unanifanya nifikirie, unanimiza kichwa, yaani sielewi. Mbona unanichanganya? Hebu niambie bwana kuna 1, 2, 3. Mbona una shida gani? Kwa nini usinifungukie? Yaani shida una koo lako lina friji? Yaani friji unayo? Maana usikute nikaongea mwenzangu kugandisha uwezi. Mara barafu mtu kabeba limemmwagikia yote kaloana mara kateleza kwa anguka. Nakuuliza barafu unagandisha vizuri? Maana hii kitu sio mchezo. Yaani unatakiwa unavyoambiwa, yaani hichi kitu shogangu nikikwambia. Yaani wewe umejipanga aswa. Hebu ngoja kwanza. Story yenyewe ya nani? Story ya ule mtoto wako. Mtoto? Basi nisizunguke sana. Wewe si una mtoto unamlea ule kijana ule kisharobaro kile kirasta kile. Kumbe unamzungumzia baby wangu mimi? Hilo jina la mimi limetamkwa. Hebu niache basi. Mbona hivi? Unipumzishe. Yaani wao na wewe tena. Wewe mshangazi, jaribu kuangalia na watu ambao unawahudumia. Hivi una habari? Ila tukubaliane kwamba hautasema. Hivi mangapi mimi na wewe tumezungumza? Tumeongea mambo mengi sana mimi na wewe. Wewe ndio ndugu wangu, wewe ndio ndugu yangu mjini. Sina neno baya wala zuri nikaenda kuongea na mtu. Mimi na wewe. Haya leo unakuwa na mashaka na mimi ya nini? Ngoja kwanza. Niangalie kama sio tukafu. Anaonekana yeye bandi bangua. Asija akaja kama akatupigia head, akatupigia vichwa. Ukafika umekaa kwenye 16 ukaanza. Aliniambia shoga yangu, mama sitaki kufika. Yaani mume wangu mimi, baby wangu mimi, bangua. Anapiga vichwa.
Nimesema hivi jinsi alivyo mkali. Nisije nikakwambia friji lako likashindwa kugandisha, nikajikuta unatoka hapo huko kwenye 18 mwenzio, unaanza shoga yangu yule ndo aliniambia, sijui imepanda imeshuka. Hicho ndo nakubiashara kunyunga. Nikamwambia maji ya moto unaogopa. Bwana kama utaki kuniambia basi. Doa maisha yao wametia doa.